Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 4 ya Kwaresma mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya ya kwanza na aya ya 6 hadi 7 na aya ya 10 hadi 13. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 8 hadi 14. Injili ni ya Yohane sura ya 9 aya ya kwanza hadi 41. Ndugu zangu, katika Injili ya Dominika hii Yesu anakutana na mtu mlemavu wa macho. Anamsaidia sana, anamponya ulemavu wake na anamponya hata ulemavu wa imani yake. Ulemavu wa macho au upofu wa macho ni hasara kubwa kwa mwanadamu, pamoja na kumsababishia kushindwa kuona wanadamu wengine na viumbe vingine. Kuna vipofu wanaolazimika kuishi kwa kuombaomba kama kipofu wa Injili. Yesu anayetambua vizuri shida zetu na kutujali sana, anapomuona kipofu wa Injili anaanza moja kwa moja shughuli ya kumponya bila kusubiri amuombe, kinyume na baadhi ya miujiza mingine aliyokuwa anaifanya baada ya kuombwa na baada ya kuhakikisha kwamba maombi hayo yanaambatana na imani. Lakini pia Yesu anatambua hasara zinazosababishwa na upofu mwingine, upofu wa roho. Upofu wa roho, kama tunavyoushuhudia kwa Mafarisayo na kwa baadhi ya Wayahudi, unamsababishia mtu ashindwe kumwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo, ingawa miujiza yake inayomshuhudia iko wazi. Hasara ya upofu huo ni kukosa uzima wa milele. Ndiyo maana Yesu, baada ya kumponya macho ya mwili, anapokutana na yule aliyekuwa kipofu, anamponya upofu wa imani, akimupitisha katika hatua mbalimbali kama alivyofanya alipokutana na mama Msamaria kama tulivyosikia Jumapili iliyopita. Hatua aliyokuwa nayo kipofu ni kuwahi kusikia tu mtu ambaye watu wanamuita Yesu. Ni hatua ndogo sana, kwa sababu ni watu wengi duniani waliowahi kusikia jina la Yesu bila kumwamini kama Bwana na Mungu wao. Wale Mafarisayo walipozidi kumsumbua na maswali yao, kumbe walimsaidia kufikia hatua ya pili ya kumuona Yesu kama nabii, naye akawasaidia pia kuelewa kwamba Yesu hakika alitoka kwa Mungu, vinginevyo asingeweza kuponya kipofu au kufumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Aliyekuwa kipofu alipokutana na Yesu kwa mara nyingine, Yesu alimsaidia kufikia hatua ya mwisho ya imani kamili, akimuuliza, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Hatimaye aliyekuwa kipofu alisema, naamini Bwana, akamsujudia. Hiyo ndiyo imani waliokosa Mafarisayo na baadhi ya Wayahudi. Hiyo ndiyo imani wanayokosa watu wengi duniani waliowahi kusikia habari za Yesu bila kumsadiki, bila kumwamini kama Mungu aliyejifanya mtu, na hivyo wakashindwa kumsujudia. Kumbe kipofu wa Injili alipona macho ya mwili na macho ya roho. Anastahili kupongezwa kama tulivyompongeza mama Msamaria Jumapili iliyopita.
Je, sisi tuna upofu wa aina gani? Je, sisi ni watu waliosikia habari za Yesu au sisi tumefikia hatua ya kumwamini Yesu kama Mungu aliyetoka kwa Mungu, aliyepata mwili akawa mwanadamu kwa ajili ya wokovu wetu? Je, unamsadiki Yesu kama Bwana na Mwokozi wako na Mwokozi wa ulimwengu kama walivyosadiki watu wa mji wa Samaria wa Sikari walipoalikwa na mama Msamaria mwenzao baada ya kukutana na Yesu? Je, unamsujudia na kumwabudu kama Mungu kama alivyofanya kipofu wa Injili ya Dominika hii? Ndugu zangu, tukumbuke kwamba Yakobo aliwahi kutuambia kwamba imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Rejea waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote sura ya 2 aya ya 17. Sasa wewe, matendo yako yanayopaswa kuambatana na imani na matumaini yakoje? Vipi kuhusu ushuhuda unaotoa kwa wasioamini, wanafamilia au majirani? Je, unahofia kumshuhudia Kristo Yesu kama wazazi wa kipofu wa Injili walivyoshindwa kumshuhudia Yesu Kristo wakihofia kufukuzwa au kutengwa na sinagogi? Je, kwa nini unarudi mara kwa mara katika matendo ya zamani ya giza badala ya kuonyesha matendo ya nuru, badala ya kuenenda katika wema, katika haki, katika kweli, kama tunavyokumbushwa na somo la pili? Maana baada ya ubatizo tu watoto wa Mungu, tu wana wa nuru. Je, unakubali mateso yanayoambatana na imani yako kama yule aliyekuwa kipofu alivyomshuhudia Kristo, imani yake ikamgharimu kutengwa na Mafarisayo wakamtoa nje? Je, katika kipindi hiki cha Kwaresma umefikia hatua gani ya kumrudia Kristo, kumwabudu na kunufaika na sakramenti alizotuachia? Tukumbuke kwamba alituachia sakramenti 7, na kutokana na udhaifu wetu sisi wanadamu ndipo aliona kwamba tunahitaji sana kuimarishwa na nguvu za kimungu zinazopatikana katika kila sakramenti, hasa kitubio na Ekaristi Takatifu. Je, kama kweli unamwamini, unampenda na unamtumikia? Halafu unampenda pia jirani yako kama nafsi yako? Vipi kuhusu matendo yako ya huruma? Je, umejitahidi kupatana pia na yule anayejionyesha kwako kama adui? Je, sisi waamini kweli tunakimbilia maombezi ya watakatifu, hasa Mama Bikira Maria, ili tupate msaada katika mapungufu yetu? Halafu kitu kingine, je, uko tayari kuongozwa na Roho ya Bwana tangu ubatizo ukapakwa mafuta katika ubatizo na kipaimara? Je, uko tayari kuongozwa na Roho ya Bwana kama Daudi alivyopakwa mafuta tangu saa ile na siku zilizofuata akaongozwa na Roho ya Bwana? Rejea somo la kwanza. Na hivyo na wewe ukiongozwa na Roho ya Bwana utaweza kumtumikia vema. Ndugu zangu, tujikabidhi kwa Mama Bikira Maria na watakatifu
wote watusaidie, watuombee. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.